matangazo ya mchana. Ninakusalimu msikilizaji na mfuatiliaji wetu popote pale ulipo mchana huu, nikikukaribisha kwenye matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Kwa niaba ya wenzangu naitwa Lilian Mtono Kanasi. DW Habari za Ulimwengu. Msomaji wa habari hizo ni mie John Juma. Kwanza ni muktasari. Trump atangaza vikwazo vikubwa dhidi ya Urusi kutokana na vita vya Ukraine. Rubio asema hatua ya Israel kuzingira ukingo wa Maghrib unatishia makubaliano ya amani ya Gaza. Na mgombea urais wa upinzani Cameroon aitisha maandamano kuelekea matokeo rasmi. Habari kamili. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza vikwazo kwa kampuni mbili kubwa zaidi za mafuta za Urusi, huku akisema mazungumzo yake na rais wa Urusi Vladimir Putin kumaliza vita vya Ukraine hayaendi popote. Kwa miezi mingi Trump amejizuia kuiwekea Urusi vikwazo, lakini uvumilivu wake ulifikia mwisho baada ya mipango ya kukutana na Putin huko Budapest kugonga mwamba. The only thing I can say is every time I speak with Vladimir, I have good conversations and then they don't go anywhere. Jambo pekee ninaloweza kusema ni kwamba kila ninapozungumza na Vladimir tunakuwa na mazungumzo mazuri na kisha hayaendi popote. Lakini tizama, anapigana vita, yuko kwenye vita vikali vya pande mbili, na ndivyo vita vilivyo. Lakini ninaweza kusema muda umewadia wa kufikia makubaliano. Watu wengi wanakufa. It's time to make a deal. A lot of people are dying. Umoja wa Ulaya pia ulitangaza vikwazo vipya kuishinikiza Urusi kumaliza vita vyake Ukraine ambavyo vimedumu kwa miaka 3.5 sasa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amepongeza vikwazo hivyo vipya vya Marekani na Umoja wa Ulaya, akivitaja kuwa ujumbe thabiti na unaohitajika zaidi kuishinikiza Urusi. Washington. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ameionya Israel dhidi ya kuzingira ukingo wa Maghrib. Rubio amesema hatua zilizochukuliwa na bunge la Israel pamoja na ghasia za walowezi kwenye eneo hilo zinatishia mkataba wa amani wa Gaza. Mnamo Jumatano, wabunge wa Israel walipitisha miswada miwili ya kuzingira ukingo wa Maghrib. Hatua hiyo imejiri wiki moja tu tangu kuanza kutekelezwa kwa mpango wa Rais Donald Trump wa usitishaji vita na unaolenga kumaliza kabisa mzozo kati ya Israel na Hamas ambao umedumu sasa kwa miaka miwili. Na huko The Hague, mahakama ya kimataifa ya haki ICJ imesema ni sharti Israel iliruhusu shirika la Umoja Mataifa linalotoa misaada kwa Wapalestina Gaza, UNRWA, kuendelea na shughuli zake za kiutu. Rais wa mahakama hiyo Yuji Iwasawa amesema Israel ina jukumu la kukubali na kuweka mazingira mazuri ya mashirika ya misaada kufanya shughuli zake. Yaounde. Mgombea urais wa upinzani nchini Cameroon Chiroma Bakary amewataka wa Cameroon kujitokeza na kuandamana endapo baraza la katiba litatangaza kile alichokiita matokeo potofu na yaliyochakachuliwa kwenye uchaguzi mkuu uliokuwa na ushindani mkali. Rais wa sasa Paul Biya mwenye umri wa miaka 92 anasaka muhula wa 8 ili kurefusha utawala wake wa miaka 43 baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 12 na ambao umekumbwa na madai ya udanganyifu. Chiroma anadai kwamba kulingana na takwimu alizokusanya mwenyewe, alishinda uchaguzi huo kwa asilimia 54.8 dhidi ya Biya aliyedai alipata asilimia 31.4. Tangu wiki iliyopita, wafuasi wa Chiroma wamekuwa wakijitokeza mitaani kudai ushindi wa mgombea wao. Matokeo rasmi yanatarajiwa kutangazwa Jumatatu ya Oktoba 27. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Brussels. Misri na Umoja wa Ulaya zimetia saini makubaliano mapana yanayolenga kuzidisha ushirikiano wa kisiasa, kiuchumi na kiusalama. Hayo yamejiri katika mkutano wa kilele wa Umoja wa Ulaya na Misri mjini Brussels. Mikataba kadhaa ya mikopo imesainiwa, ukiwemo mkataba wa mkopo wa euro bilioni 4 kama msaada wa Ulaya kwa Misri. Mnamo Desemba mwaka jana, Umoja wa Ulaya ulitoa awamu ya kwanza ya euro bilioni 1 kwa Misri na kufikisha kiasi cha msaada jumla wa kifedha kufikia dola bilioni 5.
Umoja wa Ulaya pia umezindua euro bilioni 1.8 za uwekezaji kwa ushirikiano na taasisi nyingine za kifedha Ulaya, pamoja na euro milioni 600 kama msaada unaolenga miradi maalum, ambapo euro milioni 200 zitatumika kudhibiti uhamiaji. Khartoum. Wanamgambo wa Sudan RSF wameushambulia mji mkuu Khartoum na uwanja wake mkuu wa ndege kwa kutumia droni. Kwa siku ya tatu sasa, RSF imekuwa ikiushambulia mji huo kwa droni. Mashambulizi ya leo Alhamisi yamejiri siku moja tu baada ya ndege ya kwanza ya abiria kutua katika mji huo baada ya miaka miwili. Maafisa wa jeshi la Sudan wamesema hayo, huku afisa ambaye hakutaka kutambulishwa akisema walidungua droni hizo na hazikusababisha uharibifu. Na hatimaye kwenye michezo, klabu ya ligi kuu ya Ujerumani Bundesliga Eintracht Frankfurt ilicharazwa mabao 5-1 nyumbani na Liverpool ya England katika mechi ya ligi ya vilabu bingwa Ulaya. Ushindi wa Liverpool umefikisha mwisho msururu wao wa kupoteza mechi 4 mfululizo katika mashindano yote. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.